nimekuwa nikiulizwa mara kwa mara kwa nini mimi napenda sana kutumia aina fulani ya uzazi wa mpango. Sasa kuna kitu kinaitwa copper T au loop au wanasema kitanzi. Okay? Sasa ukiangalia hiki ndicho kifaa chenyewe. Ukiona kina alama ya T na ukiangalia vizuri kwa karibu unaweza kuona ina kopa, imezungushiwa kopa. Iko kama gold fulani zile. Unajua kuna watu wengine wanazijua gold. Kwa hiyo hiki bwana hakina gold. Hii ni kopa. Iko mfumo wa T. Sasa watu wengi wanajiuliza kwa nini ninapenda sana kuvitumia hivi. Mimi binafsi napenda sana kuvitumia hivi. Ukiangalia kwanza ni kidogo. Kuna kanyuzi ambako kakishawekwa mara nyingi kananing'inia nje, sawa? Tunasema kwamba ukishakiweka hiki kwa sababu tunakiweka katika usafi wake, na jinsi ya kuweka ni simple sana. Hii ndio ile fimbo yake ambayo inawekwa. Unaweza kuona fimbo pia ni nyembamba sana, ambapo ni size kama shingo uzazi. Kwa hiyo inapita bila wasiwasi kabisa na mtu husikii maumivu. Sasa kawaida ni kwamba ukiangalia hivi nyuzi mara nyingi vinakuwa ndani namna hii. Hebu nikirejeshe kama kilivyokuwa mwanzo, sawa? Sasa hiki kitu kinakuwa kama hivi. Sawa. Hivi vidudu bwana vya pembeni, hivi vya pembeni. Ukiona hapa kuna hizi kopa hizi. Lakini hivi plastiki ambavyo vimejichomoza pembeni. Hivi sasa ndivyo ambavyo vinaingia katika mirija na ndivyo ambavyo vinazuia mimba isipite. Uzuri wa hii ni kwamba haina hormone. Hii ndio sababu moja ambayo mimi napenda sana kuitumia hii. Hii haina hormone. Ukiwekewa ndani ya mfuko wa uzazi ikawa imekaa vizuri kabisa, haina changamoto yote. Lakini kuna watu ambao wana allergy na hii kopa. Wengine sasa wakiwekewa wanaweza kujikuta kwamba labda wanatoka ute mwingi au wanapata maumivu au cramps fulani na vitu kama hivyo. Sasa hiyo ni hali ya kawaida ambayo baada ya muda inafanya nini? Inaisha. Lakini watu wanakuwa na wasiwasi kwamba hivi vidude vinaweza vikaziba mirija. Hawajui kwamba wakati unakuja kuweka hiki kidude, kwanza hutakiwi kuwa na dalili zozote za infection. Kwa sababu utakapokuwa na dalili za infection katika mirija, basi hivi vidude vinaweza vikaziba mirija yako. Sio kwamba vinaziba kwa kusababisha usipate ujauzito baadaye, hapana. Vitaziba usipate mimba kipindi ambako kiko ndani, lakini kwa sababu huku mwishoni kutakuwa kuna infection either kwenye mirija, basi unajikuta ukija kukitoa, basi ile infection itakuwa imekaa kwenye zile kona ambazo mwisho wa siku inaweza kaziba mirija yako. Lakini kuna wengine pia wakati wameshaweka kidude huaga hawajali kujikinga na magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo unajikuta kwamba mara leo huyu, kesho yule na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtu anapata kitu kinaitwa ascending infection au bakteria wanapanda juu, wanakuja wanaanza kuwa katika maeneo haya. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza kujikuta kwamba pia ukasababisha mirija kuziba. Lakini chenyewe kama chenyewe kitaziba mirija ili kuzuia mimba. Ukikitoa basi unaendelea kupata ujauzito kama kawaida. Kitu kikubwa cha msingi ni kwamba hiki kinaweza kukaa hata miaka 10 bila shida yoyote. Lakini ukisema kwamba unataka kutoa baada ya miaka 3, unakitoa kama kawaida bila shida yoyote. Sasa jinsi ambavyo tunavyokiweka mara nyingi, tunakikunja tu hiki. Hapa juu unakunja pap, kinaingia. Ukiangalia sasa hili T haipo tena. Na hivi vimeshamezwa. Kwa hiyo inamaanisha wakati tunaingiza ndani, inamaanisha kwamba hiki ndicho kinachotangulia kinaingia kwenye mfuko wa uzazi. Na mwisho wa siku hiki kijiti kinatumika ili kuweza kusukuma ili kijifyetue. Angalia kitakavyojifyetua hapo, pap. Mwisho wa siku unasukuma pap, alafu unavuta, toa hiyo, alafu mwisho wa siku hiki kinabakia kule ndani, unavuta pap, alafu haka kakamba katabakia nje ya shingo uzazi, unakata kutokana na urefu fulani. Sasa mara nyingi watu wanaweza wakakata kakamba karefu kidogo. Kwa hiyo haka kakamba ni kalaini mno. Ni kama nyuzi ya kushonea nguo, ni kalaini mno. Kwa hiyo utajikuta kwamba kama vikiwa vifupi sana, unaweza Mr. Kate anafanya kazi yake, unaweza kuta kidogo vikagusa kichwa chake. Unajua kichwa cha uume kinapokuwa kiko sensitive. Kwa hiyo hii ikigusa kichwa cha uume, basi unaweza mtu akawa hayuko comfortable, akawa anapata discomfort fulani. Kwa hiyo ni vyema sana usikikate kirefu sana na usikikate kifupi sana, ili
Mr. asiweze kupata shida yote. Wengine wanasema mtoto anaweza akazaliwa wakati amekishika mkononi namna hii. Hapana. Sasa ni vyema sana kabla hujafanyiwa au kabla hujawekewa hiki, uweze kufanya kipimo cha ultrasound kuweza kuona ukubwa au kama kuna uvimbe ndani ya mfuko wa uzazi, kwa sababu ukishakutwa na uvimbe ndani ya mfuko wa uzazi, hiki kinaweza kisikufae, kwa sababu tunasema kama ule ukuta wa ndani au upana wa ndani wa mfuko wa uzazi umekuwa ni mpana kuliko hapa jinsi unapopaona, inamaanisha kinaogelea. Ikiwa kinaogelea, inamaanisha kitatoka. Kikishatoka utaweza kupata ujauzito. Kwa hiyo ukishawekewa pia, hakikisha kwamba baada ya miezi 3 unacheki ultrasound kuweza kuona kama kimekaa vizuri, isije ikakupa surprise. Nafikiri mtakuwa mmeenjoy. Cheers.